Kabencha ya Hindi. Akasema taratibu. program kutoka katika madarasa yetu. Mimi na marafiki zangu wa darasa la rafiki tunaenda kuwasilisha program, na mimi nitakuwa katika upande wa ahadi na maana zake. Kwa neema ya Mungu, maana yake, kwa kuwa mimi ni mdhaifu, siwezi kufanya lolote peke yangu, kwa hiyo nahitaji Mungu ili aniongoze kuwa msafi. Nitakuwa msafi kwa kutokukaa na marafiki ambao ni waovu na wana tabia mbaya. Kuwa mpole, nitakuwa mwenye huruma na kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Kuwa mwaminifu, nitakuwa mwenye haki na mwaminifu. Kushika sheria za chama, nitazishika sheria za chama sawa sawa zinavyoenenda. Kuwa mtumishi wa Mungu, nitamtumikia Mungu milele mpaka kufa. Kuwa rafiki wa wanadamu, nitakuwa baraka kwa watu wengine. Amina. Amina. Mimi nitataja vitabu vya Agano vya Kale, ambapo Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Yoshua, Waamuzi, Lutu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia, Esta, Ayubu, Zaburi, Misali, Mhubiri, Wimbo Ulio Bora. Mimi nitasema maana ya wimbo wa chama, lakini nitauimba. Kuwatafuta shujaa, tuwatafuta shujaa, watumishi wa Mungu na tuwa aminifu, wapole kweli na safi, ujumbe kwa ulimwengu, kweli uweka huru, Yesu mfalme Mwokozi arudi kwako nami. Wafaida 25.
Katika darasa la pili tulijifunza majina na maana yake. Kwa mfano, Yusufu, Bwana ataniongeza. Asheri, mtu aliyebarikiwa. Je, umewahi kubarikiwa? Ndio. Musa, mtu aliyeokota majini. Basi kwa leo tuishie hapo. 25. Tunaishi kwa kusudi. Tunaishi kwa kusudi. Mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Mahusiano huhusiana katika mambo yetu ya kila siku na familia zetu. Je, mnafanya maombi katika familia zenu? Ndio. Mnafanya maombi katika familia zenu? Ndio. Fungu la kukariri. Zaburi 119 fungu la 11. Maandiko matakatifu ya Bwana yanasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Amina. Amina. Bwana asifiwe. Amina. Pia tulijifunza kukariri mafungu. Zaburi 23 mstari wa kwanza inasema, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi unilaza. Bwana asifiwe. Amina. Basi baadaye 2025 katika darasa letu la mwanzo tulijifunza rangi za bendera. Bendera ya taifa na rangi 4 ambazo ni kijani, njano, nyeusi na bluu. Katika rangi ya kijani inawakilisha uoto wa asili, na njano inawakilisha madini, na nyeusi inawakilisha watu wa Afrika, na pia bluu inawakilisha madini, mito, bahari na maziwa. Ifuatavyo vitabu vinne vya Agano Jipya: Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ili darasa la mgunduzi lenye miaka 12 tulijifunza rangi za bendera ya Tanzania. Bluu wakilisha utii wa Yesu, nyeupe wakilisha usafi, rangi za ziada, nyekundu wakilisha damu ya Yesu Kristo msalabani, nyeusi wakilisha dhambi. Na pia tukajifunza bendera inagawanyika katika vipande vinne. Pia tukajifunza nyuzi za bendera. Zipo nyuzi aina 2, nyuzi za pamba, nyuzi za nylon. Pastor in the day 2025. Pastor in the day 2025. Tunaishi kwa kusudi. Mimi nitaelezea kuhusu nembo ya watafuta njia. Katika nembo ya watafuta njia kuna nembo ya watafuta njia zina pande 3. Pande ya kwanza inawakilisha kiroho, kimwili, pia kiakili. Pia tuna ngao ina rangi nyeupe, inawakilisha utii wake Yesu. Pia tuna upanga unawakilisha upanga wa Roho, unawakilisha kiroho, pia kimwili. Pia tulijifunza matumizi ya bendera. Namba 1, bendera inatumika katika matukio au mkusanyiko wa Passover Day. Pia inatumika katika pepori, katika camp au katika matumizi fulani ambayo ni mikusanyiko pia watafuta njia. Amina. Amina. Nipo mbele yenu kuelezea itifaki ya Biblia. Nitaanza na maana ya itifaki. Itifaki ni orodha ya aya zinazozungumzia jambo lile katika Biblia. Amina. Amina. Nitaelezea visa na mafungu yake katika Biblia, jinsi Yesu anavyookoa. Namba 1, Yohana 3. Kisa hicho kinaelezea Nikodemo. Luka 15. Kisa hicho fungu linaelezea kisa cha mwana mpotevu. Amina. Amina.
katika kizazi changu moto, kwa maana upendo wa Kristo watubidisha. Pia tulijifunza mambo ya kuzingatia katika kupeleka habari njema. 1. Kujua ujumbe unaoupeleka. 2. Kujua ukweli. 3. Kupenda ukweli. Katika darasa la usimamizi tulijifunza mambo muhimu matano ya Mkristo. 1. Kutambua jinsi mimi mwanadamu nilivyo. Mwanadamu mwanadamu ni mdhambi. Tulijifunza sifa kusudi habari njema ufalme ihubiriwe ulimwenguni mote katika kizazi changu. moja. Tuombe. Mtakatifu bado tunapenda kuanza programu hii. Baba na mimi tutakuwa nasi katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.
nakuambia, hamtasamehewa dhambi zenu kwa kuwatoa wanyama. Tutakuwa bora zaidi. Mnasemaje? Basi kama ni kweli mmefurahi hata kwa kidogo tulichokifanya, tuwe amina kubwa. Amina nyingine. Basi muda mfupi ujao tunakwenda kuomba, na mara tutakapomaliza kuomba basi tutatoka hapa mbele kupisha programu nyingine zitakazokuwa mbele yetu. Tutakuwa na kaombo kafupi kakukaribisha upo wa Mungu wewe pamoja nasi. Baada ya hapo kijana mmoja kati yetu aliyeandaliwa atatoa ombi na kuirisha kipindi, na mara baada ya hapo tutapata biti ya kutokea na tutatoka tupishe zamu ya watu wengine. Mungu awabariki. Sasa inabidi wewe makini, piga picha, alafu akina mama nendeni ataenda kubadilisha. Wakati keki inakuja, wakina mama tunakuachia kazi. Nendeni kukandae kazawadi. 6, 7, 8, 9, 10. Keki yetu tayari imekatwa. Keki yetu tayari. Keki yetu imekatwa. Tafadhali naomba nafasi ibaki. Tafadhali naomba nafasi ibaki.
zigizaga. Usiishi kizigizaga tu wewe ya sarasara. Ishi kwa kusudi ionekane kwamba kweli ulikuwa wapi kwenye mafunzo, yani ubadilike katika maisha yako ya kimwili, kiroho na kiakili.